na kutokujiamini na kujiamini kupita kiasi vitakuchelewesha. Jambo la tatu, ili awatiishe. Amewapitisha katika safari ndefu kwa miaka 40 ili awatiishe, awafundishe utii, awapitishe kwenye darasa la utii. Kisoma maandiko machache katika Petro ya kwanza sura ya 5 mstari wa 6, lakini na Yeremia sura ya 13 mstari wa 18. Taweza kusoma Yeremia 13 na mstari wa 18. Biblia inasema, ndiye mfalme na mama yake mfalme, nyenyekeeni na uketi chini, kwa maana vileba vyenu vimeshuka. Neno unyenyekevu linasemwa pale, lakini sikia, utii ni alama, ni dalili, ni tabia ya unyenyekevu. Tunasoma hapa, mfalme na mama yake wa mfalme wanaamrishwa wanyenyekee, kwa sababu utukufu wao umeondoka. Kwa nini? Walijivuna. Na yamkini neno hili si mfalme anayelengwa moja kwa moja, lakini ni yule mtu ambaye ndani yake kuna tabia za kujiona amekwisha kufika mahali ambapo mtu mwingine hawezi kusema chochote juu yake. Kwa hiyo anaamrishwa atii. Ili atii, anatakiwa kuwa na moyo wa unyenyekevu ndani yake. Utii ni tabia au ni dalili ya unyenyekevu. Huwezi kutii bila kusukumwa na unyenyekevu. Kuna wale watu waliokusema kwamba kwa asili kiburi ni tabia yetu. Kwa asili kiburi ni tabia yangu. Kamwe mimi siwezi kuwa chini ya mtu yeyote, ya jambo lolote. Sikia, haya mambo yamewagharimu watu wengi. Ili uweze kuinuka ni lazima kuwa mtii. Sema amen. Kabila lako, cheo chako, kazi yako, mazingira yako, pesa zako, elimu yako, kabila lako havitoshi kufanya Mungu akukubali. Atakukubali endapo umekubali kuwa mtii kwa kiwango cha kiroho. Mungu aliwachelewesha ili apate kuwafanya kuwa watu wanaotii. Huwezi kunyenyekea mpaka umesukumwa na utii. Ni lazima ufaulu darasa la utii, ndipo uwe mtu mkuu wa Mungu. Sema amina. Nikukumbushe baadhi ya watu. Kuna mtu zamani aliitwa Serulo. Baadhi ya watu wanamfahamu. Anaitwa Serulo, mtu mkuu wa Mungu. Aliishi katika nyakati ngumu, lakini alikuwa mtu wa Mungu. Alifanikiwa sana, lakini alimtii Mungu kwa viwango vya juu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Katika zamani zake aliutikisa ulimwengu. Ulimwengu ulitikisika kwa sababu Mungu alikuwa anamtumia kwa viwango vya juu sana. Lakini kuna mtu mwingine alikuwa anaitwa Bonke. Bonke alikuwa ni mhubiri wa kimataifa, aliyehubiri injili ya nguvu kabisa. Niliwahi kushiriki mkutano wake mmoja wapo kule Jangwani, Dar es Salaam. Anasema, mimi ninaposema haleluya moja nikiwa Tanzania, mapepo yaliyoko Marekani yanapiga kelele. Bwana Yesu asifiwe. Haikutokea tu kwa sababu tu imetokea, ni kwa sababu alikuwa ni mtu aliyepimwa, akajaribiwa na akafaulu katika darasa la utii. Haleluya. Ndio maana alifanikiwa sana. Lakini tuna mtu mmoja wa Kitanzania, huyu anaitwa Kulola. Huyu mtu wa Mungu sasa ameenda mbinguni, lakini katika zamani zake akikohoa tu katika mkutano, mapepo yanatikisika. Akisema tu unasikia kwa nini? Alikuwa amepimwa, akathibitika, hana kiburi ndani yake, alafu alikuwa ni mtii kwa viwango vya juu. Ndio maana alienda kila mahali alipoambiwa aende, alifanya kila alichoambiwa afanye, na akafanikiwa sana kwa sababu Mungu alikuwa upande wake. Bwana anawapatia neema
ni watii katika viwango vya juu. Soma maandiko mengi yatakuonyesha. Lakini jambo la 4 na la mwisho, aliwazungusha muda mrefu ili kuwaaminisha au kuwajengea imani. Aliwazungusha ili wamtegemee. Haleluya. Haya ni mambo ya ajabu. Ukisoma katika Kutoka 16 mpaka 22, Mungu anasema, neno hili ndilo aliloagiza Bwana, okoteni ninyi kitu hicho kila mtu kama ulaji wake ulivyo, kichwa pishi kama hesabu ya watu wenu ilivyo, ndipo mtakavyotwaa kila mtu kwa ajili ya hao walioko nyumbani au hemani mwake. Wana wa Israeli wakafanya hivyo, wakaokota, wengine zaidi, wengine kupungua. Nao walipoipima kwa pishi, yeye aliyekuwa ameokota kingi hakubakiwa na kitu, na yeye aliyekuwa ameokota kichache hakupungukiwa. Wakaokota kila mtu kama ulaji wake ulivyo. Musa akawaambia, mtu yeyote asikisaze hata asubuhi. Lakini hawakumsikiliza Musa. Wengine miongoni mwao wakakisaza hata asubuhi, nacho kikaingia buu, maana yake kikaoza na kuanza kutoa uvundo. Musa akawakasirikia hao watu sana. Hapa tunafundishwa kumwamini Mungu. Bwana Mungu atusaidie. Kumwamini Mungu ni nini? Anapokuambia jambo kwamba ufanye hivi na litatokea hivi, ukubaliane na hayo. Sema amina. Unapoelekezwa kwa neno la Mungu kwamba ukifanya hivi itatokea hivi, unatakiwa kuamini. Unapoambiwa, ukimwamini tu Mungu bila kwenda kwa mganga wa kienyeji, ugonjwa utapona. Ukimwamini utapona. Sema amina. Ukiambiwa, ukimtegemea Mungu na kumtumikia kwa mali zako, kwamba ukatoa sadaka, utoe na zaka kwa uaminifu, Mungu atabariki kazi yako na utafanikiwa katika kazi za mikono yako. Ukifanya hivyo, Mungu atakubariki. Sema amina. Kila ambacho Mungu anakuambia unatakiwa umwamini na kumtegemea. Kinyume chake, watu wanafanya tofauti na maelekezo, na hivyo inatuambia watu hawa hawamwamini Mungu. Wana wa Israeli wakaambiwa, chakula mtakipata kwa neema, chakula mtakipata kwa muujiza. Mungu atakinyesha kama anavyonyesha mvua usiku, atakidondosha kutoka mbinguni. Asubuhi mtaamka na kutoka nje, na kila mtu akaokote, kila mtu kwa kadiri ya watu wa nyumbani mwake. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa wakaenda kuokota. Aliyeokota kichache hakulala njaa, aliyeokota kingi wala hakikubaki. Akawaambia tena Musa, Mungu anasema mtu asibakize chakula kikalala. Watu wenye vichwa vigumu wasioelewa wakasema, nikimaliza vyote akija mgeni usiku atakula nini? Mungu atusaidie. Nikila vyote, je, kesho ikitokea mkate usipodondoka nitakula nini? Hii inaitwa kutokuwa na imani. Mungu atusaidie. Wakaokota, vikazidi, vikabaki, vikalala. Vilipolala asubuhi yake, ili Mungu awafundishe kuwa na adabu, vile vilivyolala vyote vikaoza, vikavunda, vikatoa harufu mbaya, wakaenda kuvitupa. Sikia, Mungu aliwapitisha wana wa Israeli kwenye safari ndefu ili awafundishe kumtegemea. Na wewe unapitia hayo unayopitia ili ujifunze kumtegemea Mungu. Sema amina. Leo tuna mifano michache tunaweza kuitumia, vile watu wasivyoweza kumwamini na kumtegemea Mungu.
Kwa mfano huu wa wana wa Israeli, wanaambiwa Jumatatu mpaka Jumamosi okoteni mnavyoweza kuokota, fanyeni kazi mnavyoweza kufanya kazi, na Mungu atawapa riziki yenu kwa kufanya kazi kwa siku 6 mfululizo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini siku ya Jumapili iwe siku ya ibada. Mfano, wanadamu wasio na akili za kujiongeza wanasema nikiacha kufanya Jumapili nitakosa marejesho ya Jumapili. Kwa nini Mungu asikupatie marejesho ya Jumapili Jumamosi kama ulimtegemea? Ukimtegemea Jumatatu mpaka Jumamosi, atakupatia na marejesho ya Jumapili. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wale ambao wanasema niende nikatafute na Jumapili ili niweze kupata marejesho ya Jumapili, na licho kitafuta Jumamosi kitapotea. Niwaulize wale wote mlioacha ibada Jumapili mkaenda kufanya kazi ili mpate riziki ya siku hiyo, zimebaki mifukoni? Hazijabaki, na zile zilizokuwepo zimepotea. Kwa nini? Umekosa kitu kinachoitwa kumwamini Mungu na neno lake. Na ndio maana mpendwa, mchana wa leo nikupatie mfupa mgumu kidogo. Ndio maana hutoboi, ndio maana hutokei. Ni kwa sababu umechagua kwenda kwenye njia zako kwa kujitegemea mwenyewe, ukaokota vinavyobaki ili ufanikiwe, wakati Mungu alisema uokote vinavyokutosha. Ufanikiwe kwa sababu umeshindwa kumwamini Mungu wa mbinguni aliye hai. Haleluya. Sikia, mwenye haki ataishi kwa imani. Na imani ni kuwa na hakika ya mambo yanayotarajiwa, ni bayana yale mambo yasiyoonekana. Lakini Biblia inasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita roho yangu haina furaha naye. Warumi sura ya 1 mstari wa 17 na Wagalatia sura ya 3 mstari wa 11. Mwisho, sema mwisho. Mwisho ni kwamba yaliyoandikwa yameandikwa ili kutuonya sisi tunaoishi sasa, kwamba tusije tukaangamia. Sema amen. Tumejifunza hayo yaliyotokea hiyo miaka. Siku nyingine nitaongea na wewe maonyo yanayotokana na historia. Tasema na wewe ukishakwenda uliyosoma maonyo kutokana na historia. Tunasoma historia, yale mambo ambayo wenzetu wameyapitia, bila waliopitia, bila waliofanikiwa, bila waliofeli, ili na sisi tuweze kujifunza kupitia hayo, tupate kuendelea. Haya tuliojifunza leo yameandikwa ili sisi tukijifunza tusije tukaangamia. Wakorintho ya kwanza sura ya 10 mstari wa 11 hadi wa 14 tunaenda kuhitimisha pale. Biblia inasema basi mambo hayo yaliwapata wao kwa jinsi ya mfano, yakaandikwa ili kutuonya sisi tuliofikiriwa na mwisho wa zamani hizi. Kwa hiyo anayejidhania kuwa amesimama na angalie asianguke. Mungu atusaidie. Nimewaletea taarifa hii ya neno la Mungu tukijifunza kwa wana wa Israeli yale mambo waliopitia, ili kwa kuanguka na kusimama kwao sisi tupate kujifunza. Kuna kitu mjifunza leo? Kuna jambo melielewa leo? Yale unayopitia hayatokei tu, kuna kitu Mungu anakufundisha. Anakujaribu, anakunyenyekeza, anakutiisha, anakuaminisha, anakujengea vitu hivyo ili ufae kwa ajili ya ufalme wake. Ufalme wa Mungu nataka watu wenye nguvu, nataka watu walio hodari, nataka watu waliosimama, nataka watu wenye uelewa, wenye ufahamu, wanamuelewa Mungu, wanaoenda na Mungu na wanamtumikia Mungu kwa uaminifu. Anawataka watu wa aina hiyo. Huwezi kufika hapo isipokuwa umepita kwenye madarasa hayo na umefaulu. Sema amina. Uliwahi kwenda shuleni? Uliwahi kwenda madarasani? Ulipopata 0 ulisonga mbele? Ulipo mtihani ulipopata 0 ulienda mbele? Hapana, ulirudi nyuma. Ulibaki pale pale na hukuweza kwenda mbele. Kwa nini? Kwa sababu hukufaulu mtihani, hujafaulu mtihani. Usipofaulu mitihani hii ya imani na ya kiroho na unyenyekevu na ya utii na ya uaminifu, huwezi kufika popote.
Utapambana, baadaye utakuwa mzee, na baadaye utakufa, na baadaye utasema hakuna matokeo katika kumfuata Mungu. Utakuwa wewe umeanzisha tu usemi wako wa peke yako, hakuna atakaye kuunga mkono, kwa sababu utafiti uliofanyika umeonyesha kwamba waliojitahidi katika maisha ya majaribu walifaulu kwa viwango vya juu. Haleluya. Ninakuombea kwa Bwana Yesu, nakuombea kwa Mungu aliye hai akutie nguvu, lakini asikuache uwe tepetepe, asikuache ubweteke, akupitishe kwenye mitihani hiyo, alafu utokee ukiwa umekamilika. Mungu wa mbinguni akutie nguvu. Simama kwa miguu yako.